الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد. Nyie machawa wa kila kala tulieni basi. Uungwana. Nimeambiwa niseme na amenibembeleza sana. Nilimwambia mimi ni katika wenye shughuli, lakini nafsi yake Mheshimiwa DC ametaka niseme, nami nasema uungwana. Uungwana si kitu kinachoonekana kwa rangi, kwa umbile. Uungwana ni sifa ya hali. Ukiwa na wenzio unasema nini? Ukipanda nafasi unakuwaje? Ukishuka nafasi unakuwaje? Ukiongezeka kipato unakuwaje? Nilikwambia umekatwa juu kwa juu ulipotaka uwenyekiti wa CCM Temeke. Nilikwambia nikiwa na maiki, tulia na utapanda. Kigezo changu kilikuwa uungwana. Uungwana wako ndio utakao kunyanyua. Watu wengi wanaharibikiwa kwa sababu ya kukosa uungwana. Ukiwa na kitu, huna kitu, jali wenzio. Kuna watu wanaharibikiwa kwa sababu ya kupata pesa, wanakosa uungwana. Unaishi nao, unawaona watu wakati hawana kitu. Mswahili mmoja alisema, pata pesa tujue tabia zako. Uungwana. Kuna mtu anaweza akasifikana mtu mkubwa kwa fedha ama kwa cheo, anapotoka kwake anakwenda kukutana na watu, unavaaje? Uungwana. Dada, sio kwa sababu mwili wako na kwenda mbele za watu kuonesha watu mapaja unakosa uungwana. Unakuja katika eneo la watu kuna wanamume na wametimia, so huna uungwana. Musa Kilakala, umepata wilaya nzuri Dar es Salaam, endelea kuwa muungwana. Na leo nasema ukiendelea hivyo, kujali watu, kuthamini watu na hali zao, wallahi utapanda. Uungwana. Allah atakuwa shahidi kwa ulimi wangu mbele ya hadhara hii. Narudia, utapanda kwa sababu ya uungwana. Jali watu wa chini, jali watu wa kati, jali watu wa juu. Angalia picha ndogo kuonesha wazee wako wanatakiwa waombewe dua kwa uungwana. Kumtaja Ustadhi Harbu Khamisi kuwa ndio mwalimu wako. Watu wangapi mbele za watu hawataki kutaja walimu zao? Wewe ni muungwana, umezaliwa na waungwana. Dumu na uungwana wako. Ebu kwa hili ulilolifanya ni ishara ya uungwana. Umepata watoto, bahati nzuri ulinipigia simu mwishoni mwa Ramadhani, unataka ufanye hakika ya wanao. Na kisa nakijua ni kirefu, sihitaji kueleza kisa hicho. Nikakwambia fanya, ukasema nataka nifanye sherehe lakini tumebanwa na Ramadhani. Nikakwambia furaha hiyo hakika kwanza ifanye hata baada ya Ramadhani.
Ule ni ungwana. Kuna watu wanapewa neema na Allah wanakwenda kumuudhi aliyewapa neema. Sasa hivi watu wangekuwa wanamimina miuno hapa. Huo sio ungwana. Chukua 49:50 surati Shura. 49:50 surati Shura. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. 49:50 au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tunwi kupata watoto sio uhodari wa kuishi na wanawake, ni tunu Mungu kakupa. Unaweza ukawa fundi na mkewa akawa profesa. Inagonga mwamba, inatoka nje, kipa anaokoa, mabeki wanaosha. Miaka 6 mtoto hamna. Watoto ni tunu. Maliza ufundi wote, kama Mungu hajaamua kukupa hupati J4. Lillahi mulku samawati wal ardhi. Anza hapo. Ni milki ya Mwenyezi Mungu utawala na uendeshaji wa mbinguni na ardhini, mwenyewe Mungu. Yakhluqu ma yasha. Wasomaji wanajua kuna tanazuul maanawi. Yakhluqu ma yasha ala ma yasha. Anakiumba anachokitaka kiwe katika namna anayotaka. Ukilazimisha sauti ile ya Ustadhi Masudi huwezi kupata, utakufa. Imba kwa saizi yako, ishia hapo. Sio matusi kuishia hapa. Yakhluqu ma yasha'u ala ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan. Mungu kaanza kutaja mwanamke katika aya hii kwa sababu baada ya kutoka kwa Adamu mtoto anatoka kwa mwanamke, akamtaja shina. Anamtunukia anayemtaka yeye Mungu inathan, majike watupu, kila ukipiga jike. Wayahabu liman yasha'u dhukur. Lakini pia anamtunukia anayemtaka madume watupu, kila ukileta beki fuadi hamna. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Hapa na kuna wengine Allah anawachanganyia katika kizazi, anapata wanamume na wanawake. Huu ni mpango wa Mungu. Mimi nilipooa nimekaa miaka 8 sijapata mtoto. Tumehangaika na majuzi, nimeoa 1992, miaka 33 iliyopita nimeoa mimi. Miaka 8 sijapata watoto. Nimekuja nimepata 5, wanamume 4, jike mmoja tu. Alhamdulillah. Mwanamke ni biashara ya nyanya, nishauza kabisa. Manga wewe njoo tu, hamna ngoma pale, shamaliza. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Mwingine anachanganyiwa watoto. Mwisho sasa, wayaj'alu man yasha'u aqima. Umfanya anemtaka yeye kwamba huyu ni tasa, hana jambo, hana nini, clean sheet vijana. Lakini Mungu akakupa watoto, ukaona hapana, nimshukuru Mungu, nifate mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafanya hakika. Allah akujaze kila la kheri. Na huo ndio uungwana. Lakini leo ukatuita ndugu zako tumswalie Mtume, tufurahi, mwisho wa siku najua kuna barahiani hapa, lazima igongwe. Sheikh Ali Muidini anaita bidhu ain. Huu ni uungwana. Mwisho wa maneno yangu ni kusisitize wewe na vijana wenzio wote, acheni ushamba. Nasisitiza, acheni ushamba.
mkipata fedha mshukuruni Mungu. Msione wasiokuwa na fedha hawana maana. Wakumbukeni mliotoka nao vijiweni. Mshukuruni Mungu, wakumbukeni na hawa wa chini. Aya 7 surati Ibrahim, Mungu alitoa ujumbe huu kauleta katika mfumo wa tangazo. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Zingatieni pale Mola wenu walipotoa tangazo dunia nzima, la in shakartum, wallahi mukijenga utamaduni wa kushukuru kwa vile ambavyo Mungu anakupeni, la azidannakum, wallahi mtaongezewa na mtaongezewa na mtaongezewa. Umetoka kwenye udasi, umekuja mkuu wa wilaya, subiri mazuri yanakuja kwa utamaduni huu wa uungwana. Shukuruni, na moja katika shukurani, kila unachokipata kirudishe kwa Mungu. Fanya jambo la kheri. Lakini B, wakumbuke wanyonge. Wakumbukeni wanyonge. Nitasema taratibu mwenyewe asisikie mwanangu Ustadh Harbu. Wewe mwalimu wako, mimi mwanafunzi wangu. Wewe mkuu wa wilaya, mwalimu wako anahangaika na madaladala. Hii dhima nasema mbele za watu hapa, awe na usafiri yule. Nasema hapa mwalimu wako amesema mwenyewe hawezi kuhangaika na daladala. Mwalimu mkubwa wa Qur'ani Tanzania, aliyesomeshwa na watu wakubwa kina Ustadhi Adam, anatembeaje na madaladala? Basi ushindwe gari hata bajaji. Wakumbukeni wanyonge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.